Jambo la muhimu ni kufuata masharti mbalimbali yanayotolewa na serikali na pia kumwomba Mungu aepushe janga hili ili sisambae zaidi kwetu, familia zetu na nchi yetu kwa ujumla. Aidha, ninaomba kukushauri kwamba katika kipindi hiki, mbali na kwenda katika majukumu yako ya kikazi ya kufuata riziki, jaribu kuepuka kwenda kwenye maeneo yenye misongamano. Vile jaribu kuepuka vikao visivyo vya lazima na tutumie njia sahihi ama mbadala ya kuwasiliana kama vile simu, Skype na email. Aidha, wewe mwenyewe na familia yako, ndugu, jamaa na marafiki, zingatieni kanuni za usafi, kunawa mikono kila mara baada ya kushika surface zote za nje. Kama una sanitizer, ni bora ukanawa na kutumia. Aidha, kwa kuweza kupata mask, ni vizuri kuivaa kama unakwenda sehemu kama hospitali, na kama utakutana na mtu anakohoa, ni bora zaidi ukampatia mask avae ili akukinge wewe na wengine. Kikubwa kingine ni kwamba kunywa maji mengi, moto ama vuguvugu. Chakula kinachotakiwa kula ni matunda na juisi fresh kwa ajili ya vitamini C. Pia unaweza kununua supplements za vitamini C. Ukweli ni kwamba kanuni za kupambana na kirusi cha korona ni zile zile kama kanuni za kupambana na mafua, kwa sababu zote zinasababishwa na virusi ambavyo havina tiba. Kikiingia mwilini, basi ni kama ambavyo ukiwa na mafua. Tofauti ya korona na mafua kwenye kasi ya maambukizi, korona iko juu na inachukua muda kugundulika kama ambavyo umeambukizwa. Korona inachukua muda mrefu zaidi, kati ya siku 2 hadi 14. Ndiyo maana mtu ukiwa na korona unakuwa umewekwa kwenye uangalizi maalum usiambukize wengine. Ukizingatia kanuni za usafi na kujikinga, hautopata. Na kama ukizingatia kanuni za afya na kula chakula bora na matunda, utaweza kujikinga zaidi bila kupata korona na mwili wako ukapona. Maelfu ya waliopoteza maisha nchini China, Iran, Italia na Marekani ni wazee ambao mara nyingi kinga yao ipo chini, na watu ambao tayari walikuwa ni wagonjwa kama vile kisukari, moyo na TB. Ndiyo maana hata ukiangalia China, mfano katika jimbo la Hubei, maambukizi yalipoanzia, idadi ya waliougua hadi kulazwa ni ndogo ikilinganishwa na idadi ya watu waliopoteza maisha. Hubei ina idadi ya watu milioni 50, yaani katika idadi ya watu Tanzania, idadi ya mji wa Hubei ni watu milioni 11, yaani mara 2 ya idadi ya Dar es Salaam, lakini jumla ya watu waliougua ni 85 tu, lakini waliopoteza maisha hawazidi 4,000. Ndiyo maana maelfu ya maambukizi kutoka nje ya nchi waliopo Hubei, wakiwemo wa Tanzania, hakuna hata mmoja aliyeugua au kufa. Siri ya usalama wao si nyingine bali ni kufuata masharti yanayotolewa na serikali na wataalamu. Hizi ni miongoni mwa siri ambazo zimetumiwa na China katika kukabiliana na virusi vya korona. Kwanza, nawa mikono kila wakati, hasa baada ya kushika kitu kingine kama kitasa ama vitu ambavyo vinashikika. Pili, epuka msongamano. 3, usishike uso baada ya kuwa umeshika sehemu yoyote ile kabla haujanawa mikono. Epuka kushikana mikono. 5, safisha mara kwa mara sehemu ambazo umetumia kama mfano simu, remote na funguo. 6, kula chakula chenye afya au kunywa juisi fresh ama machungwa ili upate vitamini C kwa wingi kwa ajili ya kujenga kinga mwilini. Kama una uwezo wa kununua vidonge vya vitamini C, basi unashauriwa kufanya hivyo. 7, fanya mazoezi. Walau tenga dakika 30 za kutembea. Mwisho, kubaliana na hali na epuka habari za uongo ambazo zinakutisha. Kwa mujibu wa taarifa hii, chukua tahadhari, fuata maelekezo na masharti yanayotolewa na serikali ama tovuti za WHO na endelea kujikinga. Huu ni waraka kutoka kwa balozi wetu nchini China akieleza namna ya kujikinga na virusi hivi vya korona.